Wiki hii ninakukaribisha katika maombi ya kwenda kuangalia malaika wa ulinzi. Malaika wa ulinzi ni malaika ambao wanaenda kufanya kazi sawa. Sasa ngoje tuangalie. Angalia, hivi ndivyo Mkristo anapolindwa. Unapokuwa umelindwa na nguvu ya Bwana na ule upango wa moto unapokuzingira, kila adui anapokuwa anajitokeza hukutana na moto ulao. Na kila wasawa anapokuwa anatuma kunguru, maana kunguru hutumika kama adui mpelelezi ambaye rafiki na watu wengine, lakini yule malaika asiyeonekana anakaa nyuma yako. Wakati mwingine anapokuwa anatumwa Hazazieli, malkia mama makahaba, kwa ajili ya kuja kuleta vitu vibaya ndani nafsi yako, upango wa moto umshughulikia. Lakini ujue kila unapopigana vita ndipo unapozidi kuinua vita nyingine. Vita moja huleta ama huinua vita 7, na vita 7 huinua vita 45 mpaka 49. Kwa hiyo vita unapokuwa unasoma neno, pia kuna uadui unapokuwa unainuka kuja kuzuia. Mabundi hutumiwa kwa ajili ya kuwakilisha ama kwa ajili ya kukwambia upo uchawi katika nyumba yenu, upo uchawi katika familia yenu. Unapokuwa unayaona usipuuzie kabisa. Mbwa anapokuwa anatumwa anakutana na upango wa moto, na malaika uzuri aliyoko nyuma yetu ni malaika ambaye amesimama kinaga ubaga, anashika upanga wake akiugeuza upande wote ule unapoenda. Kwa vita kubwa sana inakuwa ni kwenye kusoma neno na kupata maarifa. Lakini huyu Mungu tunayemuita Baba, huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, hakika yeye kila linapokuja jambo kubwa, machoka madragoni husambaratika. Kikubwa ninachokuwa ninakusihi kuanzia sasa, malaika wale tuliopewa, malaika 7 wa ulinzi, wanapambana na vitu vingi sana. Kikubwa ni wewe kuitunza Roho Mtakatifu ambao umepewa. Zipo treni, yapo mabehewa ya nguvu za giza yanaleta kila aina ya vitu. Kwa unapokuwa umeua jambo la kwanza, usifikiri ndio umemaliza. Yaani unapokuwa umemaliza vita ya kwanza, subiria vita nyingine ndipo unapokuja kuinuka. Kwa hiyo mpendwa, katika damu ya mwana kondoo Yesu Kristo ametupa ulinzi wa kumaliza machoka, kumaliza mashetani, kumaliza mapepo mabaya, kumaliza uchawi, kumaliza uganga. Usitie moyo wako hofu. Tunao malaika wa ulinzi walindao kuwili usiku na usiku wake, wanatumwa viumbe wengi zaidi. Ndivyo neno la Bwana lisema hapo katika Waebrania 14. Kwa hiyo usipate shaka kabisa katika jambo hilo. Na ndivyo unaposema katika Waebrania 13, imani chanzo chake ni kusikia. Ukiwa na imani, malaika wa Bwana wanalinda kwa viwango vikubwa mno. Bila yeye Bwana huyu tunayemuita Kristo, hakika tungekuwa tuko mbali. Angalia kwa mfano ukiwa kwenye ibada. Tunapokuwa kwenye ibada katika maombi na maombezi, kinachokuwa kinatendeka, unapoamuru kwa damu na kwa jina la Yesu Kristo, malaika wale hushuka kwa upanga. Mapepo na majini yanayokuwa katika nafsi za watu husambaratishwa, hupigwa. Ndio maana unaona watu wanagaragara, wanapiga makelele, ni yale mapepo. Malaika hushuka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa unapokuwa unalitaja jina la Bwana Yesu sawa, hakika hata kama hujaokoka unaenda kwa. Angalia sasa operation inayofanywa na malaika wa Mungu. Hizi ni operation. Unapokuwa unaomba, madude yanapasuka ya ajabu, mavimbe yanapasuka ya ajabu, miroho ya ajabu inapasuka, nguvu za ajabu zinapokuwa zinakuja kukuingilia zinapasuka. Kwa hiyo operation ya Roho Mtakatifu wanaongozwa na malaika wake. Hapa angalia na kuonyesha nilivyoshika, ninakuonyesha kwamba bila operation ya Roho Mtakatifu hakuna kitu kinachoweza kikatokea. Nguvu ya kiroho, nguvu ya kiungu, nguvu ya Roho Mtakatifu husambaratisha kila aina ya vimbe, mauchipu, uchawi, uganga. Hapo nilikuwa nakushika na kuonyesha na kuonyesha kwamba hivyo vitu jinsi vinavyofanyika. Kwa hiyo hata vinyoka na ukunu na shangao, unaona nyoka wote hawa ni maagenti. Nachukua nafasi hii kukukaribisha katika maombi na maombezi. Jitunze katika neno, dumu katika neno, omba, ishi katika neno, tembea katika neno. Muite Yesu Kristo aliyelala na kukaa na kuketi katika neno. Hakika maombi ni chakula, maombi ni ibada, maombi ni silaha. Tunaangusha kila aina ngome za ibilisi na mashetani. Usiangalie mazingira, aina mfumo unaopitia, lakini kuanzia sasa ni wakati wa kusimama ili Roho wa Mungu apate kuonekana. Hivyo ni ufufuo na unyakuo. Muonaji, ninakukaribisha katika Yesu Kristo kuanzia sasa. Shikamana nasi, tembea nasi,
tuombeane. Wapo mitume na manabii wengi, wapo wachungaji, wapo wainjilisti, wapo na walimu, lakini nakwambia kuanzia sasa simama ili tuanze kupiga gombo sawa sawa. Amen.